Leo ndugu yangu, Isa ibn Maryam alipokuwa yuko duniani alikuwa akiabudu Mungu mmoja. Wakati Nabii Isa hajapazwa mbinguni, hakuna mtu alikuwa anasema Nabii Isa ni Mungu wala mtoto wa Mungu. Watu wote walikuwa wanajua huyu ni mtume wa Mungu, amezaliwa kimiujiza kama vile Adam na kama vile Hawa. Na hii katika Biblia ukienda kwenye Mathayo 29:59 utapata kwamba Nabii Isa alayhi salam aliabudu Mungu mmoja peke yake. Nabii Isa alayhi salam alisujudu katika ardhi kama ndani ya Mathayo 29:4-10. Nabii Isa aliporomoka mpaka chini akaweka bapa lake la uso kwenye ardhi. Leo Waislamu ndio ambao wanasujudu. Hawa wasiokuwa Waislamu wa Kristo na Mayahudi wanainama hivi. Iko wapi mafunzo ya Isa hapa? Nabii Isa kabla ya kwenda maombi aliitisha maji, akatawadha mwanzo. Leo wao hawatawadhi, wanaingia kanisani bila kushika maji. Waislamu ndio ambao wanatawadha. Nabii Isa alayhi salam alifunga siku 40. Waislamu leo wanafunga siku 30. Hawa hawafungi. Na ikiwa Mkristo utamuone tena kwambia mimi vile vile nafunga, anafunga kuacha chakula fulani ambaye anaipenda yeye. Anakuambia hiyo siku, mfano nyama, anapenda nyama sana hiyo siku hawezi kuikaribia nyama. Kufunga gani hii? Nabii Isa ndivyo alivyofanya hivi. Nabii Isa alayhi salam alivaa kanzu kama yangu hii, ndugu yangu. Naenda kwenye Old Testament, na haya mambo mimi ninayozungumza ni ushahidi ndani ya Biblia, wakaitafute wenyewe. Na Waislamu ndio ambao wanavaa kanzu. Wakristo wengi leo hawavai kanzu. Wale wanawake ambao walimzunguka Nabii Isa wakati Nabii Isa yuko duniani, akiwepo na mama yake mzazi Maria, walikuwa wanavaa hijab na jilbab na niqab. Mama yake Isa alivaa niqab na hijab na jilbab. Leo wanawake wa Kiislamu ndio ambao wanavaa kama alivyovaa Maria mama yake Isa. Hao Wakristo leo wanatembea uchi, wanavaa mavazi ambaye hata sheitani mwenyewe anauliza, jamani, hii pia mtasema ni mimi ndio nimewapoteza hawa? Yani ni aibu, unashangaa. Na ni wote wako hivyo. Maana yake watoto wadogo wanaanza kulelewa kuvaa suruali ya kiume na kuacha mapaja yake wazi. Anafundisha yote haya, na ni kinyume na mafunzo ambayo Nabii Isa alayhi salam alikuja naye duniani. Nabii Isa alitairi, ndugu zangu. Waislamu wote leo wametairi, wote. Hakuna Muislamu ambaye hajatairi hapa. Leo takwimu inaonyesha mapasta wengi na mapadri wengi wao hawajatairi, na Nabii Isa alitairi, ndugu zangu. Sasa iko wapi mafunzo ya Nabii Isa alayhi salam ambaye leo wanayadai hao? Leo Nabii Isa alayhi salam ndani ya Biblia aliharamisha kula nyama ya nguruwe katika Leviticus 11, ndugu zangu. Nabii Isa anawaambia wafuasi wake hii nyama ni chafu. Wao wanakula nyama ya nguruwe. Waislamu ndio ambao hawali nyama ya nguruwe. Nabii Isa aliharamisha mtu kula riba. Anawaambia wafuasi wake mtu yoyote ambaye atakayefanya biashara asiongeze chochote katika mambo ya riba, wala asipunguze mengine. Leo nani ambaye hawajihusishi na mambo ya riba? Isipokuwa kuna baadhi ya Waislamu leo wamefitinika na mambo haya. Kwa hivyo kama kuna Ukristo hapa duniani, ndugu zangu, Waislamu ni Wakristo zaidi kuliko Wakristo wenyewe, kwa sababu tunamfuata Nabii Isa alayhi salam katika nyanja zote.